Na hiyo inflation ilikuwa 9.6 Oktoba 2022, leo iko 4.6. Kila mwezi ile pesa ya Inua Jamii inakuja hapa ni milioni 50 kila mwezi. Ukipiga mara na 12 utapata idadi gani tunaacha hapa katika huo mradi wa Inua Jamii. Na vijana wa Kenya wamehimizwa kujiunga na mafunzo ya ufundi na kosi za ufundi stadi kadiri matiaji ya ujuzi wa vitendo vinavyozidi kuonekana katika soko la ajira, na kuwa kazi za kawaida ofisini zinaendelea kupungua na ada za vyuo vikuu zikizidi kupanda. Vijana wengi wamejiandikisha katika vyuo vya ufundi ili kupata utaalamu wa vitendo vinavyohitajika katika sekta mbalimbali. Wataalamu wa elimu wanasema kwamba mtaala mpya wa kuzingatia uwezo unalenga mafunzo ya vitendo na uthibitisho na ujuzi unachangia kukuza sekta ya utekelezaji na huduma nchini Kenya. The future is digital. That's the reality. Companies are now going digital. They are now digitizing, their functions, their services. When you get a skill, an IT skill, whether typing fast, whether a writing skill, an editing skill, any skill that is ICT based, that is something that will help you one way or another. And the young people out there, maybe some have just finished high school, others have just graduated from different colleges, and they have not yet gotten a job because maybe they've been looking forward to get a job, to get employed, maybe in the government or in other institutions. I think this will be the best. Na hawa vijana ambao wako hapa wanajifunza kutengeneza pesa through computer, through simu, na hiyo ndio masomo tunawapatia hapa Kiambu. Kwa hivyo tuna encourage, tunawasomesha kwa sababu dunia ya kesho, hata dunia ya sasa inategemea sana hii mambo ya computer, mambo ya internet. Na tukiachana nayo, tukielekea eneo la Nyanza, ni kwamba msukumo wa mabadiliko ya kisiasa katika eneo la Nyanza umeongezeka baada ya waziri wa fedha John Mbadi akiandamana na waziri wa nishati Opiyo Wandayi na mbunge wa Urili Mark Nyamita kutaka jamii ya Wajaluo kumuunga mkono Rais William Ruto kwa madai kwamba ushirikiano wa serikali ya sasa utahakikisha eneo hilo miradi zaidi ya maendeleo na uwezo mkubwa wa kiuchumi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Mwandishi wetu Lennox Odede anatuarifu zaidi. Waziri wa fedha na mipango ya uchumi John Mbadi ameitaka jamii ya Waluo kuungana na kuunga mkono Rais William Ruto ili kufaidika na miradi ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa. Akizungumza katika eneo la Rapogi, kaunti ndogo ya Urere, wakati wa mpango wa uwezeshaji wa kiuchumi kwa kina mama, Mbadi amesema kuwa jamii ya Waluo inafaa kuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono serikali jumuishi inayoongozwa na Rais William Ruto, akibainisha kwa miradi ya maendeleo imesambazwa kwa usawa kote nchini. And give them direction where to go for the betterment of this country. This country is for all of us. This country needs peace. This country needs progress, and it needs development. We must talk to our people and tell them that the government of today has remembered all corners of the country. The government of today is not a government of only one section of this country. We are developing the country uniformly. That is why today I'm here and I'm discussing development with the people of Uriri. Kauli hizi zimeungwa mkono na waziri wa nishati Opiyo Wandayi ambaye pia alihudhuria hafla hiyo. Amesisitiza kuwa jamii ya Waluo inapaswa kuacha kusita na badala yake kumuunga mkono Rais William Ruto hadi mwaka wa 2027. Foolish enough to start looking for another government. Oh, come on. It is only reasonable and logical that we support the government that we find ourselves in and make it strong and go further and support the president to get his second term with our votes. Oh, come on. Kwa upande wake, mbunge wa Uriri Mark Nyamita amesema kuwa jamii ya Waluo haitajihusisha tena na maandamano barabarani, bali itaunga mkono uongozi wa Rais William Ruto. Katika serikali hii ya broad-based sisi hatutoki. Sisi hatufanyi nini? Tunakaa na Rais William Ruto mpaka 2032. Na kwa sababu sisi tutamuunga mkono vizuri 2032, tutamwambia yeye pia atuunge sisi mkono. Kwa hivyo sisi wote kura yetu itakuwa kwa kikapu moja ya Rais William Ruto. Wale ambao wanasema tuende maandamano, sisi tunasema washindwe.
Wangapi wanasema sisi haturudi kwa barabara tena? Sisi haturudi kule kwa barabara kwa mambo ya maandamano. Kwa hivyo Rais William Ruto, tunashukuru kwa mawaziri ambao umetupatia na kwa ile miradi ambayo umeanza. Tunakukaribisha kuja hapa mara nyingi. Aidha, amewahimiza vijana kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kama wapiga kura na kujiandaa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu ujao. Vijana ambao hawajachukua kipande, vijana ambao hawajachukua kura, tunawahitaji tafadhali mchukue kura. Ndio ile idadi yetu wakati tutakuwa tumemaliza 2027. Wakati rais anakaa chini, anaangalia idadi ya kutoka sehemu hii ya Nyanza na anatupatia zile vitu. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, na kufikia hapo basi ndipo nafika kikomo katika taarifa zetu za Ndizi saa 1. Ila kabla niondoke studioni nikufahamisha kwamba maisha ni zawadi. Kila siku ni fursa ya kucheka zaidi, kupenda zaidi na kufanya mema kwa wengine. Tufanye kila siku iishe tukijua tumetoa kidogo cha mwanga katika maisha yetu na wengine. Langu jina Ronelfa na mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Mongare Alex. Usiku mwanana.